والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكستك رحمة أماني اسم دمتمة محمد صلى الله عليه وسلم pamoja na masahaba zake na wake zake na wale ambao watakamfuata mwendo wake mpaka siku ya kiyama. Kwa kweli ninapenda kutoa shukrani za dhati mara nyingine na siku nyingine biidhnillah jalla wa ala, leo tarehe 22 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 katika jengo letu hili la Al-Hikma au Masjid Al-Hikma au Al-Hikma Foundation hapa jiji la Bujumbura biidhnillah jalla wa ala. Na kushukuru kwa mara nyingine media zote ambazo zimehudhuria hapa katika mahojiano haya katika ofisi zetu hizi biidhnillah jalla wa ala. Karibuni kwa mara nyingine tena. Kusikana Al-Hikma hapa Burundi au santre hii biidhnillah jalla wa ala, kwa kweli ni ndoto ya mtoto. Ni ndoto ambayo ilianza pindi nikapokuwa mtoto. Nilikuwa na ndoto siku moja nikishakuwa mkubwa biidhnillah jalla wa ala niweze kukadimisha jambo ndani ya Uislamu, ndani ya jamii yetu, ndani ya nchi yetu, kwa kuitengeneza markaz, yani santre hivyo, ambayo itakuwa ni santre ya Kiislamu, msikiti, masomo, mabiro. Katika nilikuwa naitwa tasawur, nilikuwa najimagine kitu kama hichi kuanzia mtoto. Nikienda markazi pale nikiona gisi msikiti upo, hospitali, mabiro na shatu za kidawa na nini, nikawa na hiyo ndoto biidhnillah jalla wa ala. Maana hii santre ni ndoto miongoni mwa ndoto za mtoto biidhnillah jalla wa ala, ambazo hizo ndoto nilikuwa nazo na nikahama nazo pindi nilikapokuwa na miaka 12, nikaenda nazo Ulaya biidhnillah jalla wa ala, katika nchi ya Holland. Hilo jambo liko na ukweli ndani yake, na ndani yake pia ndani ukweli, lakini kwa ukweli zaidi ni kweli mimi ni mtumishi wa jengo hili. Mimi ni mtumishi wa jengo hili biidhnillah jalla wa ala, na namuomba Allah ajalie uhai ambao nakabakia nao niweze kuwa mtumishi wa jengo hili au markazi hii biidhnillah jalla wa ala, ili kwa min ajili ya kunufaisha umma wangu na kunufaisha nchi yangu. Hiyo ni katika upande mmoja. Upande mwingine, unajua kila siku hauwezi ukawaridhisha watu wote, na sio kila ambayo anakayosema anakuwa ni hivyo, na hauwezi ukakwenda ukahadisia watu wote maligala yote, uhadisia watu wasilia mambo. Lakini alhamdulillah rabbil alamin, asilia ya hapa jengo hili Allahumma lakal hamd, mimi ni mfadhili wa kwanza ambaye nilikayokuja nikanunua nyumba hii. Hii nyumba ilikuwa ni nyumba ya zamani sana, kiwanja kwa ufupi. Nimenunua kwa ila yangu Allahumma lakal hamd, ambayo ni ila ya halal. Tumetumikia, tulifanyia kazi, tukainunua na tukapofanya wakfu. Ni maana nimekuja nikanunua nyumba pindi walikuwa Waislamu wanasalia katika kijumba hapa. Walikuja wakaniona markazi, wakaniomba niweze kuchangia msaada wangu ili waweze kununua, kwa sababu walikuwa na miaka 8 wanakusanya hela ya kununua hapa, miaka 6 ikashindikana. Ikaonekana inabidi wafukuze, sasa watoke wafukuze. Wakaanza kutafuta msaada huku na kule, wakanifikia na mimi wakaniomba, Sheikh Ismail, tunaomba uweze kuchangia kidogo. Nikamwambia ikiwa kama nitakuja mimi mwenyewe kununua wakfu ni mimi mwenyewe, mtakuwa mko tayari? Wakasema sisi inabidi tukae kikao. Kwa kikao wakafanya kikao chao. Ikabidi baada ya hapo nikatoa masharti. Sharti ya kwanza ambayo nitanunua wakfu hii kwa hela zangu biidhnillah jalla wa ala. Sharti ya kwanza, hii wakfu haitauzikanaga, hii wakfu haitarithiwaga. Sharti ya tatu, ama kamati ambayo umeweka hapa yanafikana kuisha. Sharti ya 4, nitajenga mimi mwenyewe. Sharti ya 5, mtakuja msali muondoke kama markazi na kusuni na ingine misikiti ambayo ina uongozi wake special. Wakawa wamekubaliana hilo biidhnillah jalla wa ala, nikanunua na tukaanza kusali biidhnillah jalla wa ala. Huyo ni upande wa pili. Upande wa tatu, ikiwa kama pana baadhi ya watu walichangia au pana baadhi ya, ni kweli katika hili jengo biidhnillah jalla wa ala, mimi ni fondateur wa hili jengo, fondateur wa hii foundation, na pia nina partner. Ni kweli, wala hakuna mtu dunia leo hawezi ukafanya mambo yote yale ya maendeleo afu kasema eti ni mimi peke yangu, inasio kweli, kwa nini uongo.
jambo lolote lile la maendeleo ambalo liko na vision ya long term, inabidi tutafute partner. Inabidi tutafute partner billahi jalla wa ala, ili yule na nguvu ya kuweza kudani. Ni kweli na partner, niko na partner mmoja billahi jalla wa ala, ambaye ni jamaa yangu, rafiki yangu, alichangia katika kuweza kuyafikia haya billahi jalla wa ala. Umeuliza swali zuri billahi jalla wa ala, ili kuwaweka waislamu wazi, ili hata na wale ambao watakuwa na nia uenda wanataka kujitolea katika kheri zao waweze kufahamu uasilia wa hapa unaendeka aje. Kwa kweli baada ya kufungua wakfu hii billahi jalla wa ala, pasenti kubwa ya matumizi ya hapa, pasenti tuseme pasenti 75 ya matumizi ya hapa katika mfuko wangu, katika mali zangu halisia. Alafu pana pasenti 25 ambazo ni za jamaa zangu ambao ni wa karibu, na nitapenda niweze kutoa shukrani zangu za dhati. Mwenyezi Mungu awalipe kila kheri, ambao ni wathamini na wafadhili wakubwa wa jengo hili. Number 1 ndani yake ni ndugu yangu maarufu, ba maarufu, ambaye ni direkteri wa Merefe Company hapa Burundi billahi jalla wa ala. Ba maarufu, Mwenyezi Mungu amlipe kheri, hata katika kujenga, hata katika mambo yote paka kitu kisimame, alichangia sana kwa hali na mali, kwa fikra ambazo sio za kawaida, kwa sababu kitu kama hichi kusema kifikia hapa hautasema eti ni mimi. Hapana, mimi hapana. Inakuwa pana baadhi ya wasoda ambao wanakuwa wako wenye kuonekana na wale ambao wasioonekana. Wama ya'lamu junuda rabbika illa hu, na hakuna ambaye anakayejua wasoda wa Mwenyezi Mungu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba maarufu ni miongoni mwa watu ambao wanasupport jengo hili kuanzia mwanzo mpaka leo katika hali ya matumizi ya hapa. Na wala sitokuwa mwizi wa fadhila kumshukuru mjomba wangu ambaye ni kwa jina maarufu ni Bob Jem. Bob Jem mjomba wangu, Mwenyezi Mungu ampe kila kheri. Ni miongoni mwa fadhili ambao wanasupport sana mambo ya hapa. Na wala sitokuwa mwizi wa fadhila kumshukuru mjomba wangu tena vile vile ambaye ni Uncle Tolando. Tolando huyu ni miongoni mwa wafanyabiashara wakubwa hapa, na ni miongoni mwa watu ambao walikao kwa mwanzo sana katika uwanja wa Dubai, kufungua uwanja wa Dubai, na walikuwa ni miongoni mwa watu ambao walisaidia vijana wengi katika nchi ya Dubai. Ni miongoni mwa watu ambao wana support sana hapa. Wala sitomsahau ndugu yangu mwingine ambao ni Sheikh Mkuu, ni mzee wa mawe, anaitwa mzee wa mawe huyo, Sheikh Mkuu mzee wa mawe. Ni miongoni mwa watu ambao wana support billahi jalla wa ala, ni watu ambao wana support sana billahi jalla wa ala. Na wala siwezi nikamsahau tena vile vile ndugu yangu ambaye ndugu yangu wa damu ambaye ni mkubwa wangu wa kwanza, ambaye anaitwa Jeikizo katika nchi ya Ufaransa. Mwenyezi Mungu amlipe kila kheri, ambaye ni kaka yangu wa kwanza, na yeye ni miongoni mwa watu ambao wana support sana billahi jalla wa ala. Bimaana hizo ni pasenti 25 za nyuma, lakini pasenti kubwa mpaka hivi ni pasenti za sisi wenyewe tuna support. Lakini haijasema kwamba milango imefungwa, hapana. Hapana, santre hii milango yake iko wazi billahi jalla wa ala kwa kila yule ambaye anakayetaka kuendeleza jamii yake na Uislamu na kuendeleza santre hii, kwa sababu santre ina mission nyingi na mavizio mengi na projet nyingi ambazo billahi jalla wa ala kuanzia hivi mpaka miaka 5 ya mbele inatarajia kuweza kuyafikia, na hatuwezi tukafikia si wenyewe. Bimaana milango iko wazi kwa yule ambaye atakayetaka kuja kuungana nasi billahi jalla wa ala, wala asendi huku na kule moja kwa moja kwenye idara kuja kuniona billahi jalla wa ala, na mambo yote yako na uwazi wake, ataonyeshwa billahi jalla wa ala. Ni haya tu ambayo nimetaka nijibu kusikana hilo ambalo uliweza kulizungumza. Kwa ya santre, malengo makubwa ya hii santre ambayo tumeanzisha hapa, malengo yake makubwa sana billahi jalla wa ala ni katika hali ya kuendeleza vijana wetu. Na katika kuendeleza vijana wetu, jambo la kwanza, hauwezi ukamwendeleza kijana wala hauwezi ukaiendeleza jamii ikiwa jamii itakuwa iko mbali na Mola wake. Bimaana maendeleo makubwa ya mwanzo santre hii ni kuwarejesha vijana pamoja na watoto wa Kiislamu, binti wa Kiislamu, wakina mama, kuwarejesha katika dini yao sahihi, kuwarejesha katika itikadi yao sahihi billahi jalla wa ala. Pindi utakapomjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na dunia yao moja kwa moja, itakuwa ni rahisi kuweza kuongoka. Bimaana madhumuni makubwa hii santre ni madhumuni ya kuweza kuboresha katika itikadi zetu, katika dini yetu moja kwa moja. Hiyo ni msingi mkubwa wa kuweza kuboresha katika hali
ya kiuchumi kwa vijana wetu wale ambao watakuwa katika hali ya uchumi wao unakuwa sio mzuri, kwa sababu na programu ambazo zipo za kuweza kuwafanyia madawrat, yani kwa kuwasomesha vijana namna gani ya kuweza kujiendeleza, kwa sababu dunia leo ni dunia inakwenda na kasi, na kuna baadhi ya mambo vijana wetu leo huenda hawajafikia kusikana tekniki ya namna gani watatumia ili waweze kufanya projet zao, ili waweze kuanza ka projet kadogo, ili waweze kujiajiri wenyewe, ili waweze hata mwenye anatafuta kazi pana baadhi ya inabidi uyajue gisi kuomba kazi utaiomba aje, CV utaifanya aje, kuelekeza katika hali ya kuweza kufika katika malengo ya kidunia biidhnillah jalla. Bimaana santre hii malengo haya yote yamo ndani yake biidhnillah jalla wa taatembelea. Naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweza kutuwafikisha kuweza kuadhimisha jambo ambalo litanufaa wa vijana wa Kiislamu katika dini yao na dunia yao insha Allah.